Katika dunia inayobadilika kwa kasi, malezi mema yanazidi kuwa taa pekee ya kuongoza kizazi chema. Mlango wa Malezi, kipindi kinachogusa moyo wa mzazi, mlezi na kijana. Tunakuongoza kujenga tabia njema kwa msingi wa dini, heshima na huruma. Jenga wema, uwe husnul khatima. Usikose Mlango wa Malezi kupitia Kisuguru Online TV. Hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Mwanadamu imempitikia kipindi kirefu katika zama za maumbile ya ulimwengu, hakuwa ni kiumbe mwenye kujulikana, hakuwepo kabisa. Allah kaumba viumbe wengine chungu nzima, binadamu bado hajakuwepo. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Baadaye tumemuumba mwanadamu kutokana na tone mchanganyiko. Aje hapa kwanza tumjaribu, tuangalie performance yake. Faja'alnahu samian basira, na tumemwandaa vizuri ili afanye mtihani wake. Nyenzo za kufanyia mtihani tumempa, tumemwandaa, anasikia na anaona. Mwenyezi Mungu huweka viwakilishi katika kuzungumza mambo mengi. Mwanadamu kaumbwa ana hawasi, kuna milango mikuu mitano ya fahamu au ya hisia. Mwanadamu ana masikio ya kusikia sauti, ana na macho ya kuonea picha, maumbile ya vitu, ana ngozi, ana hisia kwenye ngozi, ana na pua husikia harufu, na ana ulimi anaonjea ladha ya vitu mbalimbali. Pande hili la nyama hapa unalosemea maneno bado pia linafanya kazi ya kutofautisha mamilioni ya ladha tofauti duniani, na mwenyewe ukasema hii chachu, hii chungu, hii kali, hii hivi. Pande la nyama umewekewa. Kwa hiyo Allah kakupa kila kitu, viwakilishi vya yote, kasema samia basira, anasikia akiambiwa na anaona alama za kimaumbile. Ushahidi tosha kwamba dunia ina mwenyewe, anajua binadamu. Haitoshi kumuumba kwa kumuandaa tu vizuri umbo lake kwamba katimia kwa umbo. Inna hadainahu sabila, halafu tumempa na hidayah, guidance, tumemuongoza njia. Tena sabila imekuja kwa ile lamu ya kufasilisha mawili. Inna hadainahu sabila rushdi wa dhalali, tumemuongoza mwanadamu tukampa definition ya njia zote mbili, ya uongofu na ya upotovu, kwamba hii ndo itakayokupeleka salama, mwisho wake peponi non stop. Hii ina hatari, mwisho wake ni motoni, tahadhari, ogopa. Tumemwelekeza mwanadamu imma shakiran wa imma kafura, lakini tumempa uhuru na hiari. Anaweza kuwa mwenye shukurani akafuata njia nzuri, na anaweza kuwa na kufurani, tabia ya upinzani, ukaidi, akaikataa njia yenye mafanikio. Mwenyewe ndo atakayeamua. Wa nafsi wa ma sawaha, ninaapa na nafsi ya mwanadamu na aliyeiumba. Iko sawa, nafsi zote ziko sawa katika matayarisho kimaumbile. Faalhamaha fujuraha wa taqwaha, na kila nafsi tumeipa ilhamu ya kujua maovu na mema. Mtu yoyote anajua, nyenzo anazo hizo za kusikia, kuona, kuhisi, kuonja, kunusa. Halafu kapewa na mwongozo wa kimaumbile wa ilhamu kujua zuri na baya, akapewa na mtume na kitabu. Qad aflaha man zakaha, kwa hakika atakayefaulu ni yule atakayeitakasa nafsi yake mwenyewe. Wa qad khaba man, na kaenda patupu yule ambaye dasaha, ameizika mwenyewe nafsi yake katika maafa ya kufanya maasi. Kwa hiyo utastahamili karaha ili baadaye utokezee peponi, au utafuata raha hatimaye uingie motoni. Ndo mtihani wako. Unaelewa kuwa umeumbwa? Je, ushamfahamu muumbaji wako? Uko tayari kuamiliana naye? Basi hilo ustahimili hizo karaha, mwisho wake ukishamaliza maisha ya mpito haya ya mtihani, tunza yako, malipo yako unalipwa baadaye, utaenda peponi. Huko ndo kunako maana ya maisha kwa ukamilifu wake, hayana mwisho. Elewa, dunia na uzuri wa vilivyomo vyote ni vitu bandia vya muda mfupi. Aliyeumba dunia akaipamba, wewe ukaiona nzuri, ndo huyo huyo alosema maisha hasa kayaweka huko, lakini hapa ndo ujiandae uyatafute. Kama una akili umefahamu, ndo utaonekanwa hapa. La hujafahamu, pia utaonekanwa hapa.
Tatu ni kwamba kwa sababu Mwenyezi Mungu kaandaa hayo matokeo na hastahiki lawama, pia kaweka vielelezo vya kimaumbile. Kwa mfano ule ule, kama angeliamua mwenyewe kwa elimu yake baada ya kutuumba wazuri na wabaya, anatujua, angelifanya tu hiyo sorting, wale wa kustahiki adhabu akawaweka kwenye adhabu na wale kustahiki zake akawa kwenye rehema, na asingelaumiwa. Lakini kaamua kupitia njia hii, kile anachokijua yeye kama kizuri au kibaya kije kidhihiri hapa kwa vitendo, na hiyo sio kosa alilofanya. Rehema kubwa sana kwetu. Kwa hiyo angalia mifano ya viumbe hai. Kuna wanyama, samaki wamo baharini, kila mmoja anaenjoy maisha yake, anapenda aishi, lakini chakula cha huyu ni kumkamata mwenzake akamtafuna, amvunjie uhai wake ili yeye aishi. Mwenzake naye alikuwa anataka aishi, pengine kamkamata mwenzie ana watoto huko wanataka kunyonya, yeye kachukua kala. Kuna wanyama akina simba, chui na wengineo, carnivorous animals, chakula chao ni nyama, wanyama wenzao. Wadudu hata mijusi, humu unaona taa zinawaka, kuna wenzao wanaenjoy nao maisha yao, wanarukaruka, anakamata, anaua, anakula, yeye apone, mwenzake kamuua. Sasa wewe utamlaumu Mungu kwa wale wanaoliwa, kwani wamekosa nini? Mbona kawasalitishia adui? Au hawa ambao wanakula wenzao wana utukufu gani mpaka akawaruhusu wawahujumu wenzao kama vile? Hilo mbona hakosolewi Mwenyezi Mungu kwamba kuna wanyama wanakamata wenzao, hawa wabaya tuwatokomeze? Ndo kwanza wanalindwa. Simba wetu wako hatarini kuangamia, tuwalee, tuwatunze, wanatunzwa. Mamba wetu watateketea, wale waharamia wanaowinda mamba kwa kuuza ngozi zao wadhibitiwe ili mamba wabaki. Na ukikosea ruvu hapo wanakukamata, hata wewe mwanadamu unakwenda na maji. Mnyama mbaya anatisha, halafu katili, akikamata kavunja. Lakini ndo Mungu alivyomwandalia, wala halaumiwi yule, wala hana mahakama ya kushtakiwa kwa nini kaua mwenzake. Kwa hiyo na moto nao umeandaliwa, una mahitaji yake, ni watu. Kwa hiyo Mungu halaumiwi kwa kuwachukua watu akawatia motoni, kisha wapa mtihani wa kutosha, maonyo kawaletea, indhari walipaswa wachukue wenyewe tahadhari. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kamuumba mwanadamu sawa sawa, akampa uhuru na hiari, kila kitu kamjulisha. Utakapofanya hivi nitakuadhibu, ukifanya hivi ndo nitakutunza. Mwenyewe ndo utakayeamua wapi unataka kwenda. Wengine tukifungua macho dunia tunaiona nzuri, tunasema hakuna kitu zaidi ya dunia. Kwa hiyo tunaimarisha dunia yetu muda wote mpaka unakwisha. Na maadamu unaimarisha dunia, huna nafasi ya kuimarisha akhera. Unajenga duniani, unachuma duniani, unastarehe duniani, kila kitu dunia tu. Muda unaisha, hujamaliza ya dunia, na huko unakokwenda hujajiandaa na lolote. Fa amma man tagha, mtu yoyote atakayetoka katika utaratibu. Itoghau ni kutoka katika utaratibu. Utaratibu wa Mwenyezi Mungu kasema kawaumba viumbe wanadamu na majini wamwabudie, ndo utaratibu. Wanaokataa ndo kama aya zinavyosema, wamekataa utaratibu. Fa amma man tagha, watakaotoka kwenye utaratibu wakapindukia mipaka, wamewekwa hapa hawakuridhika, wakaenda kule wasikoruhusiwa. Wa athara alhayata dunya, wakaathirika kwa kupenda zaidi maisha ya dunia, tangu wazaliwe mpaka wanakufa wao wanaimarisha dunia tu. Watu wa aina hii, fa innal jahima hiya almawa, moto wa jahim ndo mafikio yao. Watakomea huko, mali zake alizochuma, elimu yake aliyosoma, madaraka yake alokuwa nayo, shughuli zake alizofanya, zote hazikumridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kapoteza wakati wake bure, anaishia motoni. Kacheza na vile vivutio vya nje ya Jahannam mpaka katokezea huko ndani, mwisho wake umekuwa mbaya. Wa amma man, na ama mtu yoyote ambaye khafa maqama rabbihi, kaogopa mwenyewe nafsi yake kisimamo baina yake na Mola wake. Karibu ewe ndugu muungwana katika ulimwengu wa kuelimishana kupitia Kisuguru Online TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment channel yetu. Hii ni Kisuguru Online TV.